Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu shambani. Hapa tupo shambani kwetu ambalo shamba hili ni la hekari 6. Shamba hili linaanzia hapa ambapo ndo kuna chanzo cha mto wa maji ambao unapita hapa. Mto huu haukatiki, linaenda mpaka huko juu shambani kabisa. Huko milimani. So lengo letu hapa ilikuwa ni kuanzisha fruit orchard, yani tuwe na shamba la matunda peke yake. Lakini kama unavyojua matunda haya yanachukua muda mrefu. Kwa hiyo sasa yanachukua almost kuanzia miaka 3 mpaka miaka 5 ndo kuanza kuja kuvuna. Na katika mchakato wote huu kuna subiria, lazima uwe na uwezo wa kuleta watu ambao watakuwa wanakusaidia, uweze kupata samadi ya kufanya hivyo. Muda mwingine upate dawa za kuspray wadudu wanaoweza kushambulia shamba lako, uwe na booster kadhaa tofauti tofauti. So where do you get the money? So huwezi kusubiria tu kwa muda mmoja tu ndo upate kipengele cha kupata pesa ambazo tutazirudisha shambani kwako. Kwa hiyo sisi sasa tukaja na decision moja kwamba lazima tuwe na mazao yanayokomaa na kuingia sokoni kwa muda tofauti tofauti, huku tukisubiria mazao yetu haya ya muda mrefu yaweje kupata kipato. So by the way, kama wewe ni mpya, naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer na mpaka sasa nipo Kasulu Kigoma, ndo nafanya kilimo hapa. So hapa tumekuja na hii design ya shambani kwetu kwamba lazima tuwe na mazao ya aina tofauti tofauti na ambao tutayavuna kwa muda tofauti tofauti. Sisi tumeamua kugawa mazao haya katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ni mazao ya muda mfupi, ambapo haya mazao yatachukua almost mwezi mmoja mpaka miezi 6 tayari tushaingia shambani. So kwetu sisi hapa, kama unavyoona hapa, tumeanza kulima mazao kama haya. Kama unavyoona hapo nyuma yangu kuna mboga. Hizo ni mboga ambazo zinachukua almost siku 45 kuingia shambani. Na kwa hapa tulipo tumeanza kufulia pia. Kama unavyoona hapo tuna cabbage ambazo tunazifulia kwa ajili ya kuingia shambani. Pia tuna hoho ambazo ziko hapo. Pia pale tumeanza kupanda matango ama cucumbers, ambazo hayo yote ni mazao ya muda mfupi. Yani haya hatahitaji kuchukua muda mrefu sana. Kwa mazao haya yatachukua mwezi mmoja mpaka miezi 6. Hapa tutakuwa tushaingia sokoni, na hivyo tunapata pesa za kutusaidia kuendelea kurun project hizi zingine ambazo zinafuata hapo mbele. Kwa mfano hayo mazao ya muda mrefu ambayo tumeyapanda hapa shambani kwetu. So hii ndio plani ambayo tunayo kwa wakati huu, kwamba lazima tuwe na mazao hayo ili tuweze kupata chanzo cha kipato. So kwa sababu shamba letu hili tunataka liweze kujiendesha. So kwa sababu kwa muda mrefu sana tumekuwa tukichukua pesa kutoka sehemu nje tofauti na shamba hii kwenye biashara tofauti tofauti ambazo tunazifanya, na kuweza kununua kama mashamba haya ambayo tunayanunua kwa huku. So tunahitaji shamba hili sasa liweze kujiendesha, liweze kupata kipato humu shambani, ili tuweze kupata fund ambayo tutakuwa tuziendesha miradi hii ya muda mrefu. So na baada ya kupanda mazao hayo sasa ambayo tutaanza kupata kipato humo na chakula, kupunguza gharama za kuendesha miradi hii, itabidi tuwe na mazao ya muda wa kati. Section nyingine ambayo tunao hapa shambani kwetu, lazima tuwe na mazao ya muda wa kati. Yaani haya ni mazao ambayo yatachukua kuanzia miezi 8 mpaka mwaka mmoja kuja kukomaa, na hivyo kutupa sisi kipato hapa shambani. So kwa shambani kwetu hapa, kama unavyoona hapa, pale tuna migomba ambayo tumeanza kuipanda. Line yote hii hapa tumepanda migomba, na tunatarajia kuja kuongeza kiwango cha migomba ambayo tunao hapa shambani ili iweze kutupatia sisi kipato hapo. Na migomba kama unavyojua inatumia almost miezi 10 mpaka kuja kupata kipato hapa, yani kwanza kuja kuvuna kutoka shambani kwako. So tunahitaji tuongeze miche ya migomba hapa shambani kwetu, at least tuwe na miche hata 50 shambani hapa. Na pia tunafuria mpaka sasa hivi mapapai haya ya kisasa. Tuna aina ya papai ambayo inaitwa Red Royal, ambao tutahitaji kuipanda humu katikati kwenye mazao haya ambayo ni ya muda mrefu, kwa sababu yanachukua nafasi kubwa. Kuna nafasi inayobaki humu katikati. Kwa tukiweka kama hizo papai ambayo inachukua miezi 6 mpaka miezi 8 kuja kuanza kutoa matunda, kwa hayo yatatusaidia kuendesha mradi na kupata kipato kwa wakati huo, kwa ajili tukiendelea kusubiri haya mazao ya muda mrefu. So hayo ndo mazao ya kimkakati ambayo tunayaweka hapo kwa muda huo wakati. Na pia kingine ambacho ndio ilikuwa lengo kuu hapa, tumepanda mazao haya ya muda mrefu. Haya mazao ya muda mrefu katika shamba hili ambayo yatachukua miaka kuanzia 3 mpaka miaka 5
So hapa tuna mazao ya citrus fruits ambayo hapa tuna machungwa, tuna machenza na pia kuna ndimu ambazo tumezipanda hapa shambani kwetu. Haya ni mazao ambayo yako kwa hapa upande huu wa chini, na pia kwa upande wa juu ambao ndo lengo kubwa, na tunazalisha kwa ukubwa almost eka 3.5 mpaka 4. Tunatarajia kuja kupanda hizo ni zao la parachichi. Mpaka sasa tumeshapanda miche 40 ya parachichi aina ya Hass, na tunazo miche kama miwili hivi ya Fuete, na tunatarajia kuleta aina nyingine ya parachichi ambayo inaitwa Shackton ama inaitwa kama Burundi, kwa sababu ya kutarget soko letu la ndani la hapa karibu tulipo, kwa sababu ni parachichi aina ambazo tunasema kwamba zinakuwa ni kubwa na zinakuwa na mbegu ndogo, na kwa nature ya jamii inayotuzunguka hapa wanapenda parachichi za aina kubwa. But kwa hizo aina ya Hass ambazo ziko hapa, tunatarajia kutarget masoko mengine ambayo kuna watu tunaendelea kuzungumza nao ambao wamesha kutupa ofa kwamba wanaweza kanunua kutoka shambani kwetu. Wao wanafanya export ya mazao hao ya parachichi kwa hapa Kasulu. So hiyo ndo target, tunataka tupande mazao hao ya muda mrefu, na ndo sehemu kubwa ambayo tunatarajia kuja kupata kipato kikubwa sasa kutoka shambani kwetu hapa. Haya mazao mengine ya muda mfupi haya yanatusaidia tu sisi kuja kupata hela kwa ajili ya kufandi hizo projekti za muda wa kati na muda wa mwisho, kuja kupata pesa za kufanya hivyo. Kama unavyoona hapa tunahitaji kulima, kama ulivyoona pale tuna shamba letu lishaanza kuingia kichaka. Kwa hiyo pale tunashapanda parachichi tayari. Kwa hiyo kichaka ambacho kiko pale tunahitaji kuanza kupalilia na make sure kwamba inakuwa safi, hamna kichaka kikubwa zaidi. Hizo zote zinahitaji pesa. So hatuwezi tukaendelea kwa tunatoa pesa nje tu kwenye biashara nyingine ambayo tunafanya na kuweka humu shambani. Lazima shamba hili lianze kuleta pesa. Lazima shamba hili liweze kuleta pesa za wakati tofauti kwa ajili ya kuendelea kurani shughuli tofauti na mahitaji ambayo tunahitaji kwa ajili ya kufanikisha project hii. Remember kwamba kwa hapa tutahitaji kama chakula kwa ajili ya kulisha wafanyakazi wetu ambao na sisi wenyewe ambao tuko shambani kwa wakati huu, na pia kama unavyoona hapa tunaendelea na kuchimba mashimo kwa kule juu. Hizo zote ni gharama ambazo tunahitaji kuziendeleza. Tunahitaji tununue samadi kwa ajili ya kuleta shambani hapa. Tunahitaji usafiri wa kuleta samadi kutoa hapa kuleta shambani hapa. Umeona? Tunahitaji tununue michi ya kupanda humu shambani. So hizo zote ni gharama ambazo zinaendelea. So hatuwezi kusubiri mpaka miaka mitatu. Lazima tutumie eneo letu hili ambalo tunalo kwa ajili ya kufanya uzalishaji, ambao hii itatusaidia kupata kipato katika wakati tofauti. Hatutaanza kusubiria msimu ndio tuje kupata kipato cha wakati mmoja ama cha sehemu moja. So this is it guys, hapa tunaendelea. Huu bado ni mwanzo na mchakato bado unaendelea. Lazima tufike lengo. Lazima tufanikishe shamba hili letu lianze kuwa productive. Lazima shamba hili lisiwe kichaka. Huwa inaniuma nikipita maeneo ambayo unakuta mashamba yapo hivyo tu, hayajaendelezwa bado, ni mapori tu ambao hayana kazi. So we said lazima tuendeleze mashamba haya, lazima tupande matunda, lazima tupande mazao ya muda mfupi, muda mrefu na muda wa kati, tupate kipato kutoka shambani kwetu hapa. So kama hujasubscribe, naomba usubscribe, uendelee kujifunza kutoka shambani kwetu hapa. Hili ni moja ya shamba letu na tuna mashamba mengine tunaendelea kufanya uwekezaji mkubwa zaidi. So kama unataka kuwa sehemu ya kuendelea kujifunza na kuona ni kwa namna gani ambapo tunaendelea kufanya project hizi za shambani, na kama wewe pia unahitaji kufanya hivyo, uendelee kujifunza kutoka kwetu. Naitwa Stefano Mashauri, naomba subscribe. Hii ni Maco TV. Mtazamaji, kwa upande wa haya mazao ya citrus tumeacha nafasi ya mita 5 mpaka mita 5 kutoka mche mmoja kwenda mche mwingine, na mstari mpaka mstari tumeacha hatua 6. Na hapa ndo kama unavyoona hapa, haya ndo mazao yetu ambayo tumeyapanda hapa. Haya ni tuna mechenza, limao na pia tuna ndimu ambazo ndo tumezipanda hapa shambani kwetu. Na kwa nini tumeamua kuchukua haya machenza, machungwa na ndimu kwa hapa shambani kwetu hapa ili eneo letu la chini? Ni kwa sababu dimandi ya mazao haya shambani ama kwa watu ambao wameyazalisha ni kubwa sana, na watu wengi wananunua, wanatumia hapa na uhitaji kwenda mbali. Kama hapa mazao haya yakishaanza kukomaa, watu wanakuja moja kwa moja shambani hapa na kuchuma na kuanza kununua, zeni tunapata kipato. Na pia haya hatuvuni mara moja tu peke yake, ni kwamba tunavuna msimu huu,
msimu mwingine tena tunasubiri tunavuna hivyo hivyo. Kwa inakuwa tunaendelea kupata tu kipato as long as tunaendelea kutunza miche yetu hapa shambani. Kwa itakuwa ni recurring revenue. Same ways kwa parachichi ambayo tunazipanda hapo juu. So that's it guys. Na hapa hichi ndio kibustani chetu kidogo ambacho tumekianzisha hapa shambani kwetu. So in fact ni moja kati ya hizi kama mnavyoona hapa hivi, tuna Chinese na pia tuna michicha michache na tuna kinyanya hapa hichi ambao tunavyo hapa shambani. So kwa hivi hapa tunazalisha kwa ajili tu ya chakula, sio kwamba tunalima kwa ajili ya biashara. Kwa upande huu sisi wenyewe ambao tutakuwa shambani kwa wakati huu tukiwa tunapanda hiyo miche ya miparachichi, maembe, migomba. Kama unavyoona hapo, hicho ni kimgomba kidogo ambacho tumekipanda hapa shambani kwetu. So yeah, tunazalisha kwa ajili ya chakula.